Hello, habari. Katika siku hii ya pili katika darasa letu la Free Design and Marketing tutajifunza kitu kinachoitwa Color Basic na kutengeneza rangi taalam. Sasa hapa ni sehemu muhimu kwa sababu hapa ndipo baadhi ya watu wanapofeli na ndio mwanzo wa kazi yako inaanza kuonekana hapa. Sasa kitu gani ambacho tunatakiwa kukifahamu katika rangi? Kwa nini rangi? Kwa nini tunaizungumzia rangi? Ina umuhimu gani? Kwa nini tunaiweka katika masomo yetu? Katika somo la leo tutajifunza jinsi ya kuchagua rangi kwenye design. Ya design yako ni lazima uchague rangi. Kwa hiyo kuna misingi ambayo unatakiwa uifahamu. Wanafunzi wengi huanza design kwa kubahatisha rangi, lakini designer mzuri hawezi kuchagua rangi bila kanuni. Kwa hiyo lazima ujue kanuni za kuchagua rangi and then ndo uanze kuchagua rangi ili design yako isiwe na changamoto yoyote. Na hapo ndio utakapo kuthibitisha kwamba wewe ni designer. Rangi tofauti zinaweza kuleta hisia tofauti. Yaani rangi ni lazima zilete hisia kwa mtazamaji wa design yako. Hapa nimeandika baadhi ya color physiology ambazo zina uwezo wa kukuletea hisia fulani. Kwa hiyo kama utazifahamu hizi rangi, maana yake utajifunza namna gani ya kutengeneza poster. Color ya kwanza ni blue. Blue inaleta hisia gani? Mtu atakapoona design yenye rangi ya blue, anaanza kuleta trust kwako. Lakini pia anaona hii kampuni au hii brand ni professional hawa. Wametengeneza kitu kizuri. Kwa hiyo lazima ikuletee hisia hizo. Na hizi zimefanywa utafiti na watu wa psychology. Kwa hiyo wamejua kwamba blue inaleta hisia gani katika kuitumia katika design zako. Kwa hiyo utakapotumia rangi ya blue, kumbuka unachokitengeneza. Kwa hiyo hapa naomba niruke haraka haraka. Hakikisha unazinote energy na elegance. Kwa hiyo red inaleta kitu fulani, yellow happiness and attention, black luxury and power, na nyingine green nature. Sasa designer lazima ajue nataka watu wajisikie nini wakiona poster yangu. Kwa wakati unachagua rangi ni lazima ujue hapa watu wakiona poster yangu watajisikia hali gani, wataipata hali gani wakati wanaona poster yangu. Kwa hiyo lazima designer ufahamu hichi kitu kabla hujatengeneza poster yako. Katika design tunashauriwa katika rule ya beginners ambao ndo wanaanza kutengeneza poster watumie rangi 2 mpaka 3, wasizidishe hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu atakikosa wakati wana design kwa kutumia rangi nyingi. Kwa hiyo simply wakati unaanza design kama designer wa kwanza ambaye unaanza ku design kazi zako, tumia rangi 2 mpaka 3, usizidishe hapo na usitumie rangi moja. Rangi chache inaleta design safi na professional. Lakini rangi nyingi zaidi ya 7 ni balaa wallahi. Lazima haitakuwa na muonekano mzuri. Hebu check it. Hapa kuna hii ya kwanza. Angalia ina rangi nyingi sana. Lakini kwa hii ya pili ina rangi chache. Kiuhalisia hapa mimi najua kwenye kichwa chako uta question kulingana na law iliyopita kwamba design yenye rangi nyingi sio nzuri. Lakini hapana. Cha kushangaza ni kwamba hapa zote ziko sawa sawa. Kwa hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu wamekitengeneza. Ni kitu gani? Hicho kitu nakiita color harmony. Hichi kitu lazima ukifahamu. Color harmony ni mpangilio wa rangi unaolingana vizuri machoni na unatoa muonekano wa kupendeza, ulio balance na wenye maana kwenye design. Kwa hiyo kuna hii concept ya color harmony. Sasa haikusudii kwamba utakapoona poster yenye rangi nyingi kwamba imekosewa. Hapana. Tunachokusudia ni kwamba wewe kama ni beginner hauruhusiwi kutumia rangi nyingi kwa sababu hautakuwa na knowledge nzuri ya color harmony. Color harmony ni ulinganifu wa rangi. Rangi zinaonekana pamoja bila kugongana. Lakini maelewano ya zile rangi hamna ambayo inaonekana tofauti. Kwa hiyo inatakiwa rangi iwe na maelewano. Rangi zisaidiane kujitangaza, kuonekana zimetulia. Hata kama ziko 10 lakini zionekane zimetulia, lakini pia kuwe na balance ya hizo rangi. Isionekane nyingine inapiga kelele kuliko wenzake. Yaani kuna moja ambayo inawazima wenzake kuliko nyingine. Kwa tunaona hapa tunge question kwamba rangi ya juu ni tofauti. Hapana. Sheria ya juu ni tofauti ikatupa majibu hapa tofauti. Hapana. Hii poster ya kwanza ya mkono huu wa kushoto, hii pia iko sawa sawa kwa sababu imefuata rule ya color harmony. Lakini pia katika kutengeneza brand iliyokuwa nzuri kuna rule 3 ambazo unatakiwa uzifahamu.
Kwa kutengeneza color brand ambayo imetulia, ni lazima uzingatie vitu vitatu. Kwanza uwe na main color ambayo ni dominant. Hii ndio rangi inayotawala design yako kwa ujumla. Yaani design zako zikionekana kuna rangi inachukua nafasi kuliko wenzake. Kwenye logo, kwenye website, kwenye posters, iwe kuna rangi ni dominant ambayo inachukua nafasi kuliko wenzake. Namba 2, hakikisha kwenye brand yako uwe na rangi ambayo ni supporting, secondary color inaisupport rangi ya juu. Hii lazima ionekane, haichukui nafasi kubwa kama rangi ya juu, lakini inamsaidia na pia haipigani wala haileti usumbufu kuifanya ya juu isionekane vizuri. Kwa hiyo kama ya juu ni light, hakikisha secondary color iwe imepoa kidogo. Lakini pia rule ya 3 ni lazima authentic color iwepo kama vile yellow. Hii ndio ya kuvutia macho kwenye sehemu kama vile button, highlight za Insta, icon, call to action, umeandika post, umeweka call to action. Nakumbuka nilishafundisha katika darasa zilizopita. Kama hujapitia darasa hizo, basi utarudi juu ili uone kilichotokea huko juu. Kwa hiyo call to action unaweza kutumia authentic color ili kuonyesha utofauti wa brand color ambayo ni dominant na secondary. Kwa kwenye best combination ya color ni lazima uwe na hizi session 3. Lakini kuna kitu cha mwisho ambacho hatutakiwi tuchague rangi kwa kubahatisha. Tunatakiwa tuchague rangi kutumia color palettes. Usibahatishe. Wewe kama designer umesoma jinsi ya kupata rangi, unatakiwa utumie color palettes. Tunazipata vipi? Hata designer wakubwa hutumia palettes tayari zilizotengenezwa. Unaweza kutafuta kwenye app hizi hapa. Mimi nitaonyesha leo moja tu ambayo ni colors.com.co. Kwa hiyo nitaonyesha kwenye hii, nyenyewe mtapata. Wanasema kuna rule inasema kwamba ili upate color palette inapatikana katika uhalisia, picha za uhalisia. Mfano kama hii picha huyu mama imetengenezea color palette hizi hapa. Hizi zinazoonekana hapa chini. Kwa hiyo tunatengenezaje? Twende tukaone wote kwa pamoja. Lakini rule ya mwisho kabisa tunaita rule ya dharura. Ikiwa huelewi rangi gani utumie, basi tumia black and white. Hizi ni rangi ambazo hazina kasoro na hazina changamoto na mtu yoyote, na design yako lazima ipendeze. Hebu angalia design yangu mwisho inaonekana vipi. Niweza tena kupata shida kujua maana ya design. Asante, na tutaendelea na session inayofuata. Karibu sana.